Kwa miaka 40 tangu kuanzishwa kwa Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania COSTECH, imeendelea kuwa chachu muhimu katika kukuza sayansi, teknolojia na ubunifu nchini. Safari hiyo imejengwa katika msingi mmoja mkubwa: Tanzania inayotumia maarifa, tafiti na bunifu kutatua changamoto za wananchi na kuchochea maendeleo. Kauli mbiu isemayo wazo linaweza kubadilisha maisha ya wengi inaonyesha kuakisi safari ya wabunifu wanaoendelea kujitokeza katika taasisi mbalimbali za elimu nchini. Miongoni mwa taasisi hizo ni Chuo Kikuu cha MUST Mbeya, ambako bunifu mbalimbali zinafanywa kazi kwa lengo la kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Mkurugenzi wa Kituo cha Ubunifu na Uhawilishaji wa Teknolojia kutoka Chuo Kikuu cha MUST Mbeya, Dr. Ramadhani Teka, anasema chuo hicho kimeendelea kuweka mazingira yanayowawezesha vijana kutumia maarifa yao kuibua suluhisho kwa changamoto zilizopo katika jamii. Tuliamua kama chuo tuangalie bunifu zetu tuziwekeje, tuwaweke katika makundi yake. Kwa hiyo tunaangalia kwanza tuna research themes za chuo tukaziangalia, lakini pia tukaangalia vision ya Tanzania mwaka 2050. Kwa hiyo tukaangalia kwamba bunifu zetu ziende katika makundi kwa kuangalia vipaumbele vya kitaifa na vya kichuo. Wapo ambao wanatengeneza bunifu mbalimbali. Kuna watu ambao wanatengeneza bunifu, amebuni kitu inaitwa ATM coil exchange. Yeye ameangalia mawazo yake akaona kuna watu kwenye vituo vya daladala wapi na wapi wa Tanzania wanapata tabu kupata change. Kwa hiyo akatengeneza mashine hiyo kwamba unaweza ukaweka noti ukatoa change. Lakini tuna bunifu za kilimo. Kama nilivyosema, tuna idara ya Rural Technology Park. Kwa hiyo kuna watu ambao wanafanya bunifu za kilimo. Kwa mfano, kuna mtu mmoja ametengeneza mashine. Mashine inaweza ikapanda, inaweza ikavuna, ikamsaidia mkulima kukausha na vitu vya namna hiyo. Mbunifu wetu mmoja amekuja na multi tenant meter, kwamba wapangaji wezekana mkawa 10, anaye control meter ni mwenye nyumba peke yake. Kila mtu anampa kodi, lakini kila mpangaji ana uwezo wa kununua umeme wake kivyake kwa kodi aliyopewa na mwenyewe. Kwa mujibu wa Dr. Teka, COSTECH imekuwa sehemu muhimu ya safari hiyo baada ya kutoa msaada wa kifedha pamoja na mafunzo kwa wabunifu, hatua inayosaidia kuchochea ukuaji wa bunifu katika chuo hicho. Tuna wadau wetu wakubwa ambao ni COSTECH, wamekuwa wakitoa pesa kwa namna moja au nyingine kwa wabunifu specifically, ili angalau waweze kuendeleza bunifu zao, kwa sababu kimsingi ubunifu unahitaji uwekezaji. Kwa hiyo serikali inaanza na hili, lakini wadau mbalimbali kama COSTECH kutoka kwenye kile walichokuwa nacho wamekuwa wakitudhamini kwa namna moja au nyingine, kwa kuwapa innovators, kwa kuwaita katika mashindano mbalimbali, na wanaoshinda wanapewa kiasi fulani kuendeleza bunifu zao. Lakini pia tunapokuwa na jambo la kutufundisha, COSTECH wamekuwa tayari kuja kutunga mkono kwa namna moja ama nyingine. Anasema chuo hicho kina mikakati mbalimbali ya kuhakikisha ubunifu hauishii kuwa wazo kwenye karatasi, bali unafikia hatua ya kuzalisha bidhaa na teknolojia zinazoweza kutumika kwenye jamii. Taasisi tumeamua kwamba tunawaandikia taasisi mbalimbali za serikali na za watu binafsi. Waona wale watu tuzungumze nao, watueleze operation zao. Kwamba wao operation ya shughuli zao zikoje. Kutoka kwenye operation watuambie wana changamoto gani. Wakishamaliza basi sisi tuna zile changamoto walizozisema tukaona ni critical, tunazifanyia analysis. Baada ya hapo tunakuja kuzitangaza kama hackathon. Kwa hiyo tunatangaza kwa wabunifu wetu, inakuwa kama ni competition fulani, wanatafuta solution ya matatizo ambayo tumeyapata moja kwa moja kwa watu wenye matatizo yao. Kwa hiyo tukija huku tunatafuta solution, baada ya hapo tutakuwa tunawasiliana na yule mwenye tatizo husika, tunawasiliana naye wakati watu wanaendelea kubuni, mpaka mwisho tunafikia consensus, tunafikia mwisho wa kujua kwamba solution ya tatizo ni hii. Mawazo hayana thamani ikiwa yanabaki kichwani. Thamani yake huonekana yanapogeuka kuwa suluhisho. Kauli hii inaweza kuelezea safari ya Engineer Focus Sebastian Sengo, mmoja wa wabunifu waliofanikiwa kunufaika na uwezeshaji wa COSTECH. Sengo alipata fedha kiasi cha shilingi milioni 30 kutoka COSTECH ambazo zimemsaidia kuendeleza wazo la kubuni mita ya umeme inayolenga kusaidia kutatua changamoto zinazowakabili wapangaji wa nyumba. Huu ni ubunifu ambao unasaidia kuondoa adha ya wapangaji wengi kutumia mita nyingi kwenye nyumba moja. Huu ni ubunifu mmoja, tunasema ni mita moja, ambayo inawasaidia wapangaji wengi.
Ili wazo nilitoa wapi? Mimi kipindi nasoma nimepitia nyumba mbalimbali za kupanga, ambazo nyumba hizi nimeweza kuona hizo changamoto mbalimbali ambazo kipindi nakaa ni kwamba nilikuwa natumia vitu vichache, lakini naambiwa kwamba natumia umeme mwingi, kwa inabidi nilipie fedha kama vile watu wengine. Sasa hii changamoto kiangalia, mimi ni mhandisi wa mawasiliano na nilikuwa nasoma kozi ambayo ina electronics na telecommunication. Nikaona kwa nini sitengeneze mita ambayo inaweza ikanisaidia, hasa mimi mpangaji, ili nchi ionekane kweli inaendelea. Tunahitaji kuwa tuna vitu tunasema tuna smart system, tuna smart cities. Kwa hii mita inasaidia kwamba ile mifumo yetu sasa inaenda kuwa kidijitali, inaenda kuwa mifumo ambayo iko smart zaidi, kwamba badala ya kuwa tuna yale matumizi ya tokens, matumizi ya nini, mifumo hii inapelekea kwamba tunakuwa tunafanya kila kitu kidijitali. Zaidi ya kuwasaidia wapangaji, Sengwa anaamini ubunifu huo unaweza kuwa manufaa pia kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO katika kuboresha namna ya huduma za umeme zinavyotolewa na kusimamiwa. Tumejiengage na watu wengine ambao wanatengeneza mita. Kuna kampuni kadha wa kadha ambazo hapa Tanzania zinatengeneza mita. Kwa hiyo tumeungana nao, tunaenda kupokea ushauri wa kitaalamu jinsi ya kutengeneza mita ambazo zitaweza kuenda sasa, tunasema mita ambazo zitakuwa ni industrial standard, zitaenda kukizi yale vigezo vya viwanda, kwamba hii mita nikienda nikaifunga inaweza kufanya kazi. Kwa upande wangu mimi kama mbunifu na upande wetu wa center kama center, tumehakikisha hichi kifaa kwenye yale mazingira ya laboratory na mazingira ya kawaida kifaa kinafanya kazi 100%. Lakini nzuri zaidi ni kwamba ubunifu huu hautaenda kwa wapangaji. Tukiangalia sasa hivi TANESCO wanaweka kwenye nguzo ya umeme wanaweka mita zaidi ya 10, ambao almost ile tunaweza tukasema tunatumia gharama kubwa sana kutengeneza, lakini mita hii inaweza ikatengenezwa ikawahudumia watu 10 nyumba tofauti tofauti, kila mtu akanunua umeme wake ikafanyika. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ile gharama ambayo ingetumika kununua mita 10 tunaipunguza, inawezekana ni nusu ya ile gharama, tukatengeneza mita moja ikawasaidia watu 10. Kwa hapo tunaendelea kukua, kwamba tunaendelea kutengeneza zile smart cities, smart communities. Lakini si kila mbunifu amefikia hatua ya kupata ufadhili. Wapo vijana wengi wenye mawazo na bunifu zinazolenga kutatua changamoto za jamii, lakini bado wanasubiri fursa za kuwezeshwa. Mmoja wa wabunifu hao ambaye bado hajapata ufadhili kutoka COSTECH anasema jitihada zinazofanywa na tume hiyo zimekuwa muhimu katika kuwapa vijana hamasa ya kuendelea kubadili maisha. Hii misaada ya COSTECH of course asilimia kubwa ina mchango mkubwa sana kwa mtu mmoja mmoja na pia kwa jamii nzima, au tunasikaita customers wanaoenda kupata ile huduma. Kwanza kwa mtu binafsi au hawa innovators wanaokuwa wanavumbua hizi mashine, hii moja kwa moja inaenda ku raise standards zao za maisha kiujumla, na kwa jamii pia inasaidia kutatua changamoto na kukuza uchumi wa nchi kiujumla. Miaka 40 ya COSTECH ni simulizi ya mawazo yaliyogeuzwa kuwa suluhisho, vijana waliotiwa moyo, tafiti zilizopata nafasi na teknolojia zinazolenga kubadili maisha ya Watanzania. Ni safari inayotukumbusha kuwa maendeleo hayaanzi na rasilimali nyingi pekee, mara nyingi huanza na wazo, ujasiri wa kulifanyia kazi na mazingira ya kulikuza. COSTECH, miaka 40 ya kuchochea maarifa, kukuza ubunifu na kujenga Tanzania ya teknolojia. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, JN Media.